Hello my darlings, how are you doing and how is it going? So welcome to my YouTube channel. I'm Cousin Verity Official and that's my YouTube channel name. So today tunaenda kuwaonyesha jinsi ya kupika. Tunaenda kupika things like rice, meat stew. We have cabbage here. We have meat. And this is rice. Hii inaitwa dania. Sijui kwa kizungu inaitwaje. These are onions, tomato, inaitwa pilipili hoho, tangawizi na kitunguu saumu. So tutaanza kuosha mchele wetu. Mchele inaoshwa wapi? Wacha nikusaidie, ndio? Mchele inaoshwa ngapi? Wacha nikusaidie. Sheila. Mchele zinafaa ioshewe hapa. Aya, another thing, you need Marcus, the director. Nini abishaweka huko? Nikusaidia, nitamsaidia kuosha. Wewe ongelesha watu wako waseme. Mimi niongelesha watu. Watu ni wa huyu si wangu. Uko hicho ni pia mimi ni mgeni. So today tuko hapa na mapishi. Umepewa mic? Oh, kuna mic. Sheila pia chukua mic. Nipata nikuwekee hapa. Bora usikaangushe kwa maji. Hizi anguka. So mnajua tunapenda sana kukula. Watu sema we eat to live or we live to eat. We eat to live or we live to eat. Yeah. Okay, we eat to live. What are we cooking? We are cooking. We have rice, we have meat, cabbage here. Yeah, and everything. So Sheila. Yes. Where should I start? Wacha niweke maji. Ama nikuwe mpole nikihitajika nitaambiwa. Mimi si tu boil maji. Maji ni haya tu, ndio? to boil maji. Yeah. Yeah, so unasema watu Mombasa wanakaa. Nini mnatushindia Mombasa? Tuambie kitu tunatushindia. Unajua kuna mwingine anasema wewe tu una plan kwenda Mombasa. Lakini watu Mombasa ni ushago. Hawataki kukaa Mombasa. Sasa wewe ukiona tumeweza umefika Mombasa. Kuna mtu yeye hata huko anaona tu huku nako ni wapi? Hata kumembo. Kuna mbaya anatamani kwenda kwao. Kwa huyu sasa mwingine mwenye hayuko. So hii ni maji ya ugali ama? Si ni ya mchele, ya kuboil mchele. Tunaanza na kuchemsha. Tunachemsha nyama mwanzo. Hatukarangi direct. As in it takes. Wewe unapikanga aje? Una prefer. The way you prefer will go na karanga. Sheila, ni yeye anatupikia. Sasa yeye apike 90% upike 10%. Mimi sipiki na sichemshi. Yeye anakutuma. Kwa naanza na mkarango. Yeye anakutuma. Tuwakishe moto. Hii wakisha, hii endelee. Sasa tutaweka nyama wapi? Naweza iweka hapa? Yeah, naweza iweka hapo. Yeah, so tunaanza na kukata vitunguu. By the way, mimi huwa sichemshi nyama mwanzo. Mimi wanakaranga direct. Ndio at least iko na ile utamu taste. Marcus ya maili pitia nyama. Lakini nikichemsha huwa hainanga taste. Ukichemsha unaona kama haina taste. Sasa mpaka ni wewe unaona prefer kuja katia hapa. Utakuja ukatia hapa ndio kamera iweze. Mimi nakusaidia kubeba vitu. Okay, Mombasa mnatushindia nini? Mombasa kuna nazi kwa wingi tu. Sikutaka madafu. Mnajua madafu by the way. Huko Nairobi kuna madafu kweli? Mwenye ajui ni dafu kwa Kiswahili mzuri, dafu ni nini? Madafu ni yale maji ya nazi ambayo hajako. Yaani nazi kabla haijakomaa. So ukipasua
Dafu hivi. As in hiyo na swali. Hiyo maji naliwesha mtu. Nasikianga hivi. Tu alikunywa yenye ulikunywa juu. Sasa wewe ulikunywa dafu. Sasa ile ilikuwa dafu. Sababu nazi ilikuwa lishakoma. Sasa hiyo yake ile yenye anasema ile nazi kabla halijakoma. Nazi kabla haijakoma. Kunywa hiyo maji ya madafu. Ile imekoma. Sasa yako haikuwa dafu. Haikuwa dafu. Hii ni nazi tu ya kawaida yani. Ilikwisha koma. Ukapasua tu na ukakunywa. Sasa huyo ameuliza, director ameuliza kama inalewesha. Sio ni kama inalewesha. Haileweshi. Ina utamu gani? Ungekatia hapa alafu uweke. Uko safi? Ni pasafi. Umepanguza Shila? Yeah. Hapo hizi visu zetu hizi zinakaa kama binadamu. Sasa hii kwa Kiswahili ni hoho tu ama kuna jina lingine? Pilipili hoho. Kwa Kiswahili tunaita pilipili hoho. Alafu hii ni saumu bado. Yeah. Alafu hii ni tangawizi. Sisi tumezoea jinja. Lakini kuna zipu umenitusi. Ukasema miguu zako zinafanana. Akasema nini? Hadi miguu zako zinakaa hivi. Lakini si ni kweli. Vidole. Hakuna kitu kama hiyo. Zinakaa fupi ama? Lakini shapeless. Mimi sikutu. Hakuna miguu fupi kama ya bata. Niko na vidole fupi. Kama bata. We? Mko sure mlipangusa hapa kweli? Shila mpanguza. Shila ndo mtu wetu wa mkono huku. By the way, lakini mtu wetu wa mkono. Lakini Shila, congratulations. Umemsaidia Namu mali amefika. Wengine wanajichazia. Tunakushukuru. Ukipitia comment vizuri utapata wengine wanajichazia eti Shila waane na Namu. Umeona hizo comment? Wanaona. Sasa tunaendana wapi na mtu? Ati mnaendana mnaweza enda. So sijui mnaweza enda wapi sasa? Hakuna mahali tunaenda. Lakini wanaweza enda penye wataenda. Kuna mwenye kama ni safari hatuna na wote. Nilishaosha mikono yangu iko msafi. Usini doubt. Weka kitu. Sisi tunataka tukule. Unataka tu kukula. Niba kukula. Kubahatisha. Na bahatisha. Badala lakini hawako vibaya na Namu. Lakini si nategemea na Namu mwenyewe. Wewe unaona Namu anasemaje? Nani Namu? Hapana, unajua anaitwa mzee wa mishangazi. Namu ni brother yangu. Mzee wa mishangazi. Lakini nani Shila bado ni mdogo. Yeah, I'm still children. Kuna mwingine alisema ati Shila ni mama. Bado ni mdogo. Ulisema Shila ni mama? Hapana. Shila bado. Shila story zao ziingilie. She's still children. By the way, anaitwa nani? Liam anaendeleaje? Sheila. Ako tu sawa? Na Mam. Hata Mam ndo ana plan kwenda Shags wakiwa na Liam, mimi siendi. Kwani mnakuanga na Shags? Like sasa unajua lazima waende wakatembee na huko hivyo. Yeah. Na sasa kwa nani sasa? Mama alikuwa na grow na huko. Na si wakati mwingine alisema ati familia yao ni kama ilimtenga kitu kama hiyo. They try to talk things out. Yeah. Sasa hiyo wako sawa kabisa. No, I can't say really. Nasema ati wako sawa kabisa. But you know I don't follow those things. Sijai based on ati kufuatilia maneno. Sijai kwa tuna interest ya kufuatilia. Acha tu nikei mwanzo. Mnyoshe na huko. Jesus Christ. Iko tu sawa. Nafanya kamba ina hapana. So mafuta yako? So umesema Liam yuko sawa? Yeah, yuko sawa. Hana shida. Hana shida yoyote. Watu wanasema uchukue Shila. Hilo waso. Wewe unaona aje? Ndio hata huyo amesema, wewe mwenyewe unasema. Unauliza hilo swali. Wanasema nichukue Shila. So hapa tunaweka mafuta. Acha Shila. Mnapenda mafuta mengi ama kiasi? Mnapenda mafuta mengi ama kiasi? Mwiko uko wapi? Sasa Shila ni mwanafunzi bado. Sana mnakata hizo uchanganya pale. Na mnapika vitu. So tunachanganya kabeji ndani ama? Wewe ndio unapika.
Sisi ni wageni. Sisi tuletee kenye mtaleta kule. Okay. Tuone tunafungua hoteli ama bado tunasema hoteli zifungwe. Basi. Sheila. Tabidi tuchanganye. Fans wewe unafikiriaje maneno? Wanasumbua hapa hivi wanasema tuone. Wala mavazi wamecomplain. Wanakuwa kitu kama hiyo. Ukiona hizo comment. Niliona, baadaye nimeziona. Ati wewe na huyu muende. Hatuna muende wapi? Hatuna fare. Hatuna fare. Tunaenda wapi? Sheila kuna Alafu nikianza safari naambia tulijua mtaachana tu. Mwende miezi 2, huyu tutapigana. Unajua kitu yani wewe ukionanga tu maji imefika katikati ya sufuria unatupianga tu. Kitu aliuliza ni Kwani ulizo tu gani ugali? Yaani maji ikifika ulikuwa unataka kurelax your mind, sio? Tunasema tofauti ya Taita Taveta na Wataita tofauti bado. Yaani okay, ni Taita Taveta lakini Taveta ni kwingine na penye nakaa kunaitwa Undani, lakini yote Taita Taveta district. Yeah. Also kuna hiyo Taita, kuna Taveta iko ndani. So like unaona watu wa Taveta hawaongei kama sisi. Though tunakaribiana kiasi. Wallahi. Ndama tu wewe kwenu wa Ngoma. Sio kweli. For example hawa ndio. Mimi na watu wote. Na hatuwezi yaani. Shida mbona uko na so vitungu vyetu viko tayari. Magasi amekuita single mother. Tena magasi amekuita single. Tena amerudia. Lakini sasa si kweli. Inafaa unajivunia. Hiyo ni matunda yako. Unajivunia. Unachopanda ulivuna. Ila hizi kwa single mother. Sasa watu waseme utasikia kichako hapa na wote. Mimi wanaona single mother ni yule msichana mwenye alioleka akapata mtoto na maybe wakaachana hivyo. Yeah. Lakini Sheila si single mother. Hajawahi olewa. Tunaelewa. Na wewe mimi ni mtu mchanga. Mimi hata hakuna shida. Kuna nini mbili? Knife katika baluni unapeleka kwa baluni yangu hiyo tu moja. Baluni ya mtoto. So Sheila umesema ulikuwa unataka peace of mind. Yeah, I just needed peace of mind. Ujifunze pia kupika Sheila. Najua kupika na sijai kupikia. Na sasa nikikuuliza hiki sio unayo. Kuna ile ya blue. Ile ya blue sasa ni huyu ako nayo. Ndio dina natumia. Songa hapo ulizo maswali uchi. Yes. So nikikuuliza huko vichakani kulikuwa kunakaa aje? Like ulikuwa unaishi aje? It was just wild but nilikuwa ile like we just have to survive. Unakuwa ile point you just have to survive. Na ulikuwa comfortable? No, I wasn't comfortable. So I was comfortable, but I was comfortable enough not to go home, but I was not comfortable to settle. Yeah. Na mlikuwa mnakula nini? Anything unapata. Anything unapata. Kulikuwa na mapera? Kulikuwa na maembe? Kulikuwa na wild foods. Like kuna vitu tu nyingi ukipatana na kitu tu unakula hata ujue ni nini. Na sometimes you can just go out there, you get something, you get unakula tu. Unakula tu anything. Chochote kile tu. Na kuoga sasa mlikuwa mnaogea wapi? Kwa mto. Kwa mto. So kulikuwa na mto, kulikuwa kama mto hapo? Kama mto kalikuwa hapo. So hapo ndio mlikuwa mnaenda kuogea? Haikuwa chafu. Wewe ulikuwepo. Lakini Sheila, nini kilikuambia tu atutoke kwenu uende ukae huko. Hata kitu kingine hata watoto inasumbua watoto. Nini kaazirike tudiende tijiji mahali vizuri. Utakuambia nyinyi watakuwa place mtu ashaifika na feel like this is too much for me, I just need to relax. Unajua ningekuwa na pesa ningeenda vacation. Lakini sikuwa na pesa. Wewe ulienda picnic. Yeye alipeleka vacation kulingana na uwezo wake. Hamna. Alipeleka vacation. Ulikuwa vacation. Uwezo wake wa budget. Akapeleka akapata na watu wengine pia wamepeleka vacation.
tukaanza kubonda. Alafu wakapendana. Lakini ukapatana na kamtoto hapo. Shiro. Lakini wakati hata hizo swali sijai kuuliza. Niulize leo watu wasikie. Wakati tulikupata na Namu, kwa hiyo nyumba usiku tu amelala pale kwa kiti. Ndio tukwambia tunaenda na wewe. Ulikuwa unataka tuende lakini ulikuwa unajifanya tusiende. Hapana. Alikuwa amekuliwa na umbu sasa hata amechoka na hii maisha. Alikuwa anashinda kurudi aje. Hakuna, unajua kitu ya ukweli ni hii. Siko nataka drama zenu. Ngoja usitade of your drama. Lakini ulikuwa unataka tuende. No. Siko interested. Tunakwambia tuende lakini hakuna drama amka. No. Siko interested kwenda na nyinyi by the way. Niko nataka nianze maisha yangu. Sasa rudi baya. Tungesema tunaenda ungefanya aje? Si mungeenda tu. Mungeenda tu. Sasa tukurudishe. Nirudishe. Sasa ningekuwa huko hivyo na nyumba, ningekuwa na plot yangu nimegawa hapo hivyo Akaanza kusema aje nyumba ni yake. Si ndio ilikuwa nyumba yangu. Alisema. Ilikuwa nyumba yangu. Na sasa ningekuwa nishaanza kuifurnish. Ai. But then ilikuwa peaceful kwa sababu away from everything. Yeah, it was just away from everyone. So hiyo nitaendea ni. Si ati nipenda hiyo area. Unajua kwa tuitwa situationship. You're not there out of your own way, but you are there out of situation. Situations zinakupush. So I just had to cope with it. Ningeanza kusema hapana. Unajua ningechoose niseme nenda kutafuta kazi ya house girl na singekosa, that's a fact. Ungepata. Ungekosa. Ningepata. Nani angekuandika kama hauna ID? Ulikuwa hauna ID. Ningepata. Nafikiri nani angekubali? Kuna watoto wa vijijini. Watu ushagoa wajui story na ID na nini. I would have chosen another path. Maybe. But all you know. We? Ilikuwa ni maisha ngumu lakini anyways. Ilikuwa ngumu but we survived. I think I've learned how to survive. I can survive in anywhere. Yeah. Anywhere I can survive. Na sasa nikuulize ikitokea scandal kama hiyo, unaweza kimbilia huko tena? No, say I have some places. I've secured some few places. Like I've secured some friends. Sasa unajua niko na watu, niko na Kito, niko na Namu, niko na Marcus, niko na Dina. So huwezi kimbia? No. Na wakikuhat? They can't. For the period that nimekuwa na wao, they can't. I trust them enough. So ulirudi shule? Yeah, and then did the exams. And yeah, I was done. Mtihani ulikuwa aje? Ilikuwa fair. Yeah. So tuseme uko na hopes? Yeah, hopes za kufika pale juu. Yeah. Unaweza pata wewe mwenyewe ukiona unaweza pata kama nini hivi? Wenye tu nilikuwa nimesema. Minimum C+, maximum B+. Yeah. That's good. So tuseme mtihani ulikuwa rahisi au kwa mgumu? Ilikuwa fair. Yeah, it was fair. Unajua tunaongea hata nimesahau kuweka michele. Unaweka hapo kwa maji na kweli. Napunguza. Lazima nipunguze. Mnapikanga aje hakuna kifunikio? Hii nyumbani ya mabachela. Sasa tunaishi hapa ni Kito na Namu. Na chumvi? Chumvi. Ndio. Nyumbani ya mabachela kweli. Hapa kwa Kito na Namu sasa vitu zenye wanapikia hapo ni sufuria za kuomba. So leo mnapikiwa na mtu wa Mombasa. Sasa tunapikiwa na mpishi. Professional food. Vile tu sikuwa na time tumechelewa kiasi. Otherwise ningewapikia pilau. Utakuja next time tupike. Ya Mombasani. Kuna next time? Yeah. Next time. Natumia hii. Director si akuja huko kidogo. Kuja uonekane kwa kamera. Jamani. Sasa si baluni yangu. Kuja uonekane kwa kamera. Kuja uonekane kwa kamera. Muite aonekane kwa kamera. Marcus ndio yule anaambiwa apendi kuonekana kwa kamera. Marcus anaogopa kamera. Mbona lakini? Anaogopa kamera, anaogopa wasichana. Mbona upendi kuonekana kwa kamera? Anaogopa kamera, anaogopa kila kitu. Huko na lazima tukipigwa prank na Kito alikuwa chini ya kitanda. Alikuwa amejificha chini ya kitanda akituambia nyie endeni na kuja. Nilikuwepo.
Imetosha. Hivi kumbe visungulie na huku. Sasa ukitoka hapo nikaleta naenda ushago. Sasa nauli ni pesa ngapi? Nauli zimepanda. Toka Nairobi mpaka huko Mombasa 2500. 1500. 2500. Yeah. Hii ni Krismasi. Sasa ni Krismasi. Unajua Krismasi hivi lazima wapandishe. Lazima nauli pande. Lazima nauli pande. Nikitoka hapa naenda ushago. Nione kina mam na wengine. Ndio urudi sasa kazi. Nikae hapo kiasi, niende Mombasa. Nitembee huko. Mombasa. Niende kuoga na maji ya bahari. Kitosha enda Mombasa. Mimi. Utapaswa kwa yangu. Ndio nafikiria kweli. By the way, wacha niwashangaze. Wewe lakini msinicheke, msiniite mshamba. Ona hiyo period yote nimekaa Mombasa. Nimekaa Mombasa miaka mingi. Lakini kitifani enough sijawahi enda beach. Hujawahi enda? Sijawahi enda beach. Ni kama sasa hapa Nairobi unasema hujawahi enda huko. Hapo sasa. Sikwamtanisha Nairobi na. Sijawahi na beach ziko tu hapo nyingi tu. Lakini sijawahi fika. Beach ni mingi. Kazi yangu sio moja. Hapana, sio moja. Lakini hujawahi enda? Sijawahi enda. Uoga ama uzenda ama utaki? Nakwambia mimi hata sielewi. Ni uvivu. As in sasa kama like kutoka Monday mpaka Friday uko job. Unapata ile Saturday na Sunday ndio siku tu za kupumzika, siku hizo mbili za kupumzika. Sasa unafikiria sasa utaenda wapi? Unaona tu afadhali tu ukae kwa nyumba ufanye vitu zako, ufanye cleaning, alafu kisha after that unalala. Mimi lazima nisumbue. Hapana, it's the same way. Mimi nimekaa Nairobi. Yaani siko na mimi si yule mtu wa kutembea tembea. Sasa mimi nimekaa miaka mingi Nairobi. Si mtu wa kutembea tembea. Sikupanda huko juu. Sasa wewe maybe hujapata mapato ya fare. No, KCC. Nilikuwa sitembei. Nilikuwa nashinda tu nikilala kwa nyumba. Hauna maokoto. Mapato ya fare kwenda kurudisha ndao. Niko na bank account nilifungua wewe na mnaniambia hivi. Lakini imagine unaona mahali hivi hatujaenda. Mimi naenda wala. Wewe ushaenda Nairobi wapi kuingia? Sababu mali ushaenda Nairobi. Niulize ni wapi sijaenda. Ni wapi jaien? Hakuna. Hakuna kitu kama hiyo. Ushafika Mombasa? Mombasa ndo sijafika. Na uko Kenya. Lakini nataka kufika. Na uko Kenya. Nakuja Mombasa February. Haki. February. Kutembea tu Kweli? Naenda February. Siku mtakaa nani? Mwenye mtaka aseme. Tutakupata. Unataka kuogelea? Wewe utakuwa usharudi. Na hiyo Feb ndo narudi hiyo Feb sasa. Sikuje Januari. Januari ikiisha. Tupige vlog moja. Tutakuja. Si ndio? Kabisa. Ya mwisho ya kusema bye bye. Ya Haki. Haki kuja tu. Kujeni tu. Mnaona jamani? Mimi niende. Utaki kufika Mombasa? Anaogopa maji. Haya. Anaogopa maji. Kujeni Mombasa, tembeeni kule. Muone pirates. Mombasa ina mambo mengi. Watu wanasema Mombasa raha. Kuingia ni rahisi, kutoka ni matanga. Niko kuanza kuona vitu jaiona. Vitu gani? Nini hujaiona sasa kitu? Kwa mfano, nini hujaiona? Kwa mfano. Kuona watu. Huko hakuna watu. Watu wamevaa hizo manguo mrefu. Si unanunulia nguo mrefu uone. Waislamu ama waongelelea Madera? Enda Isli. Waongelelea Madera? So enda Isli. Utaona. Wako Isli. Isli watu wako Isli wa nini? Wao huku juu. Al-Shabaab. Wanaitwanga jamaa watu gani? Wasomali. Hao wamejaa hizi. Wote mnataka tu kusumbua. Mnataka tu kusumbua watu wa Mombasa. Wewe nini uje unaenda kuona Mombasa? Kwani mzee wa mishangazi amepotelea wapi? Hako. Mzee wa mishangazi? Mzee wa mishangazi? Jamani. Unaitwa Mombasa, anaenda Mombasa. Raha ya kwenda Mombasa ni kutembea bila nguo. Unaona?
Hata na Mombasa ni kutembea bila nguo. Uliona wapi? Uliona wapi wakitembea bila nguo? Huko kwa beach. Huko kwa beach. Unaenda hapo? Sio bila nguo. Kuna nguo manguo mafupi tu. Si ndio? Mombasa watu wanataka kusikia fresh air. Kabla kanaingia pole pole kanaingia. Kwa kiaza. Wakati utaenda Mombasa. Yendi bro. Maka enda Mombasa. Kwa usherati mimi. Atabaki atakuwa Mombasa. Unapata kwa picha ameangalia huko kidogo ameangalia. Atakatalia huko. Atakuja kiumwa na shingo. Hata rudi ama ajifiche. Apotelee huko. Wakati nyinyi mnarudi huko. Utatoboa siri. Mimi najua siri. Atakatalia huko. Na mtu asimtetee. Lakini mimi naweza mtetea. Wakiwa na Namu ni watu wazuri. Wewe ndio unasema. Wakiwa na Namu ni watu wazuri. They are not as bad as you describe bana. Unaoneanga watu. Una watu sema unachukia watu. Utaki kwenda kumalizia huko wili. Yeah. Jamani, mko ni mmoja tu. Ndio wa mchele na ndio wa mboga. Maana vile ndo mnasema watu hapa. Sasa unatoroka tena? Na sasa kitoo wewe. Na umekuwa bachelor muda mwingi? Muda mrefu? Ana nyota. Kwani nyota ndio hauna? Mtu ukiwa na nyota. Ni ile kunasemanga tunaelewano kwa mabaya. Nyota iliziniwa kwa main. The expectations. Una expect mtu mkai. So unaona nasema hata nikae kwa. Sasa unakaa ile unakaa hivyo na muda unazidi kusonga. Unajipata umezeeka. Ushasikia kule kwa kijiji kuna ule hapo mmoja ananga bibi. Ndio huyu sasa. Hapo kwa kijiji walikuja anasema mwenye ananga bibi. Yule mmoja ananga bibi. Lakini na wa advice. Una advice nani sasa? Wale wameoa na hawaja succeed. Nilisikia akisema ati anataka wale wa watu. Yaani si ati mtu ambaye hana mtu. Anataka mtu wa mtu. Mimi nataka mtu wako na mtu. Kwa hiyo juu wewe mbona wengine pia hawakutaki? Ndio maana kitonga sambaratisha ndo wazawadi. Sio ati hawakutaki. Maybe ni vile unasema mtu hana nyota. Unajua sometimes unaweza kuwa by the way kuna msichana mahali ambaye hajawahi tongozwa. Si unajua hivyo? Mimi nikikukatia uniambie ati 2 years sijakuwa na mtu, 1 year sijakuwa na mtu na pia mimi naoka wewe. Mbona wewe hujakuwa na mtu? Mimi niambie wangu tumekosana like 2 weeks ago ama mambo ni complicated ama iko aje, I will fix that and I will fit that position. Lakini mbona wengine hawakutaki swali? Kuna mwingine mahali ambaye yani hajawahi tongozwa, hajawahi patana na mtu hivi akamwambia sasa I love you. Wako? Si uongo. Maybe tuwe tuwatafuta. Si uongo, nishawahi kutananga na mmoja. Maybe tuwe tutafutane huko. Sasa Zulu South Africa. Mtu kama huyo tutasema ana shida gani? Mtu kama huyo tutasema ana shida gani? Maybe hajui kukaa na watu kitu ya kwanza. Kitu ya pili, sasa hajui kukaa na watu, kwani azini ukitembea barabarani anatusi watu wakimuongelesha. Msichana machuo ukisalimiwa ni aje? Unasema yes, I'm good. Uone huyu mtu atakwambia aje. Lakini kuna wale tu waongeleshangi watu. Sasa nikitaka kuongea si choice yangu. Sasa that is why wanakaa bila watu. Kama nimeongea vibaya. Hata mimi salimia sioni kama mtu machua, sasa tunaweza patana kwa barabara ni kusalimia. Watu wasichana wengi wanafikiri yangu ukimsalimia unataka kumkatia. Na maybe ni salamu tu. Madam sasa. Poa, wewe pita wewe. Lakini kuna ule atukimsalimia unataka kumkatia. Yaani ashaika kwa akili. Sasa hapo ndo naonanga watu wanakosa watu. Lakini kuna mwingine tu mahali yuko tu sawa, lakini yeye anakuambia natamani tu hata mtu aniambie tu I love you. Lakini sina. Sasa mtu kama huyo utasema aje? Sasa mtu ambaye anatamani, which means hata akitembea barabarani yako tu sawa, hata akisalimiwa sasa sawa, lakini sasa hakuna watu. Mtu haizi mwambie I love you. Sasa huyo ana shida gani? Sasa Makasi ni mmoja wao. Makasi ni mmoja wao. Mimi Makasi atatoa hilo swali. Makasi atapenda msichana ajaye ajua I love you. Kabisa, si uongo. Okay, lakini si
Zulu za moja. Umeambia wangapi? Umeambia wangapi? Wewe sema Nairobi ndio hakuna. Mombasa wako? Wako. Wewe sema umeambia wangapi? Wasichana kuambia I love you. Hata naweza kuambia I love you. Umeambia wangapi? I love you. Naambia mtu I love you ya kawaida. Mbona mimi hujaniambia? Sasa unaona? Sio ni kitu cha kawaida ama? Sema kitu cha kawaida lakini hajaniambia. Si kitu cha kawaida. Kuna siku nitasema. Unangoja siku ifike. Shika hii mic kwenda unaongea sana hata. Hapana, wewe ndio mimi katikati yenu. Wewe ndio unaongea mingi. Acha tuwekelee mic. Na mzee wa mishangazi anasemaje? Mzee wa mishangazi jua Naam. Yake nasikianga akisema iko complicated. Kwani ameenda wapi? Yake anasema ni complicated. Yake ni complicated. Anasemanga ni complicated. Naam, kwani uko wapi? Yes. Jamani. Nasikianga unasema yako iko complicated. Mimi complicated. Mahusiano. Yaani mimi sijielewani. Sijui kama huyo anasema ati kuna mwanamke hapa nje eti ajaye aambiwa I love you. Ili anatamani kuambiwa na mtu. Wako hii Kenya. Wako. Ati yani mtu ajaye aambiwa anatamani tukukatiwa. Anatamani tu. Hii Kenya wako. Anatamani kukatiwa, anatamani mtu amwambie I love you. Sasa kitu cha kwanza yeye ndio shida. Mshauri amekuwa yeye ndio shida. Kwa sababu huwezi niambia wewe kwa maisha yako hakuna mtu anakuambia I love you. Huenda wewe hata salamu usalimiki. Sasa mtu anakuambiaje I love you kama hata huwezi kumsalimia? Sababu huwezi kutana na mtu anakuambia I love you. Ama unaangalia watu hivyo wakikupita hata madharau. Labda mtu anakutext pale WhatsApp, "Hi, namba yangu ulitoa wapi?" Sijui usinitext, sijui nini. Sasa huyo mwenye alimpenda alimpita kitambo. Akaenda. So shida ni yeye. Shida ni yeye. Ajiulize alikosea wapi. Nini ngine? Mchele. Anasema hivi. Haya, na mswali lingine liko hapa. Wewe umepatana na msichana, anakuambia miaka 3, miaka 4 hajakuwa na mtu. Utakuwa na yeye ama utakuwa na yeye? Natimia. Sasa hivi tuseme an example. Tutumie tu wenye waka. Roho yako imependa huyu. Na anakuambia na kusema ukweli mimi unaanza kumuongelesha. Umuulize, mara ya mwisho ulikuwa na mtu lini? Akwambia 5 years. Kupungua kureduce unafanyaje? Na wasiwasi. Miaka 5 zimepita sijakuwa na mtu. Bado tu hapo na wasiwasi. Shida ni unaweza kuwa naye bado. Nini utajiuliza kwa akili yako? Najua tulipona. Yaani mbona hii miaka 5? Yaani hujakuwa na mtu wako. Pia si wanaume tunataka hiyo competition. Lakini vile nimewambia kuna mtu kweli anatamani hiyo I love you hakuna, na sio ati iko jeuri, hapana. Hebu tuseme ni nyota hana haki. Huwezi kuniambia ati okay unatamani mtu akwambie I love you alafu unakutana na mwanamume kwa njiani. Sasa alafu unaongea kijeuri kwa nini na unataka? Unajua most of ladies, mimi najua kitu moja, hii dunia kila mtu ako na mtu. Kila mtu ako na mtu. Wajakutana lakini kuna mtu wako mahali mtakutana. So ile seriousness ndio watu wanaangaliana. Unaelewa? But kila mtu ako na mtu. So kuniambia ati mtu yani ajai enjoy love you. Nabonja. Na ulijuaje mimi ndio wapoone? Sinajua tu na kujua iko sawa. Azini imeiva yani. Si kabeji ilikuwa imeoshwa? Hiyo inakuwa imeoshwa. Hiyo inakuwa imeoshwa. So mnasema ati yeye ndo ana shida? Yeye ako na shida. Yeye ako na shida. Sifahamu pia mimi niseme ndo nisipate wasichana. Na kumbe mimi mwenyewe kutongoza imenishinda. Yaani hata wewe upasalimia msichana ni ngumu. Na mwanaume anakuambia for the past 6 years mimi sijakuwa na mwanamke. Hata utaamini. Wewe mwenyewe jiulize. Kwa nini utaamini? Lakini sasa hivyo tu sasa. Hiyo sasa hiyo maswali. Kuna maswali kichwani. Mwanaume mzuri anakuambia mimi nimezalisha hapa kitu like 7. Mwingine tulikosana last 3 months ago. Unajua mwanaume kusema ukweli, kuna mwenye niko naye ananisumbua. Unaona? Sasa wewe unajua kuna nyota. Wewe ingia hapo katikati, toshea. Yes. Kiatu ni chako sasa. Na Marcus amenunua mchele gani? Inakaa kama ya kirei. Akawi. So my true fan. This true fan. Mimi Marcus. Unaamini Marcus? Kwenye kuchagua anajua.
Sasa na mbona ananga mrembo? Mbona ana mrembo anajua kuchagua? Maka ana mrembo. Ana amejikipu, unajuaje anakutarget wewe? Huwezi jua. Haiwezi kuonesha kumbe. Haiwezi kuonesha. Anataka akuwe mzuri wewe uone tu Marcus ni mzuri. So ile siku atasema tu hello. Na wewe mwenyewe Marcus lakini sijai kuona. Tunaweza tukajaribu. Na anaongea. Hapa nianze na mwanaume ni pichi. Mwanaume ni pichi. Unaweza ndani anaenda right, kumbe anaenda left. Na ikasufuria nitabebe ikabidi yote kweli? Ama tutaacha nyingine? Kitamwagika bakisha. Hizo masufuria zingine ziko huko kwa timu. Jamani. Siku tulikuwa na kashughuli tukasahau. Kama tuziuze vitu. Sasa mbona mnapeleka masufuria yote huko? Sisi tunapigianga mahali popote. Nasikia hata sasa tutasikia hizi kama tumeenda mahali tumetumanisha Marcus na moto kwa kimbio ulete kitu fulani huko chini. So ikipanda huko tu kurudi tena ni shida. So my true people, wewe comment kama wewe mwenyewe. Wewe unaweza katia mtu hana mtu. Yes. Mtu hana mtu, mtu hajai kuwa na mtu, hana mtu. Anatamani kuambiwa I love you. Yaani na. Lakini naulizanga wanawake wanaweza katia mtu. Kuna wanawake wanakatia. Si uongo. Haya. Maybe kitambo ndio mwanamke anakatia mwanaume. Siku hizi watu wamechanuka. Wako wapi? Siku hizi wamechanuka. Haya. Wako wapi? Sufuria yenu. Makazi amewahi. Wako wapi? Wako. Wako wapi mimi niwaone hawa? Wako ni Mungu. Kwani hawanioni? Na wale ambao wanapatananga online je? Si wao wanakatiana? Kweli. Msichana akiona huyu mwanamume ni mzuri ananifaa. Anaanza na hello. Wewe ulikanyaga chini. Ungevaa nini? Nikanyaga chini. Unaona wako wenye wanakatia tena vizuri sana na tena mwanamume aingie box. Naam. Huyu ameuliza. Wewe ukienda Mombasa, nini ile swali usirudi huko? Suggestion nikakuja. Magazi akasema, suggestion ni watu wanasikia upepo. Ndio fresh. Ngine akasema hapa ati uko unashinda kuona wanawake. Nani amesema? Yeye. Wewe. Marcus ba. Nikito. Nikamuuliza. Unajua sasa kila mwanaume, kwa maisha kila mwanaume ana furaha yake. Yana furaha yake. Kuna ule mwanaume furaha yake ni mpira. Yaani akiona mpira hapo sawa. Kuna ule mwanaume akiona movie hapo sawa. Sasa kuna ule mwanaume ambaye tunamweka Marcus. Akiona wanawake hapo sawa. Kulingana na yeye mwenyewe alisema. Hivi tu anafuata. Akiona huyu amebeba kidogo anachange. Mimi ninyi mmesema amesema hivi. So kila mtu ako na furaha yake. Sio watu wazuri. Unaona? Yeah, so kila mtu ako na furaha. Wewe yako ni gani? Mimi sasa, mimi yangu mimi saa hii ukiniambia yenye mimi napenda, mimi uniamsha uniambie tuende kazi. Baba, kamera iko ready ingia kwa kamera. Okay. Kuna ile achana na kazi. Kila mtu lazima Hobby yako zaisha. Ile yani unapenda. Unaona kama mimi hobby yangu napenda kuona mpira. Unaona ile yani nikiwa free na kuna mpira nitaenda kuona. Hiyo time nimemaliza kazi. Sasa kuna wewe umemaliza kazi yako, kamera umeacha, umemaliza umezima. Sasa after hapo unapenda kufanya. Okay, mimi kama sasa kitu kama ingine mimi napenda kama sasa kwenda kuona mpira. Wewe upendi kuona mpira. Mimi pombe. Unakunywanga pombe kweli Kito? Unakuwa so wewe ni mlevi? Yeye mwenyewe amesema pombe. Yesu kwa pombe. Uganda. Kito ni mlevi? Wewe ni Kito. Ongea. Na mshawaielewa? Mimi. Naam. Mshawaielewa? Yeah, nimewahi. Lakini siku hizi nakuona uko sawa tu. Naam akilewa. Lakini nimewahi. Kidonda? Kidonda iko. Chakula imeiva. Iko sawa? Imeiva lakini msinitoe makosa. Asante Yesu. So, leo mimi nimewahi leo mara moja. Mimi nimewahi tamu sasa. Yani leo na baada hapo nilisema pombe. Bye bye. Fanya madhara. Pombe hapana. Wewe umewahi leo? Mimi sijawahi yake. Tangu nizaliwa hata sijui test. Mimi nilizaliwa kwa Ukristo. Sasa wewe tunaishi pamoja. Mimi nilizaliwa Ukristo, sijawahi. Mimi sijawahi. Wewe? Hata mimi sijawahi. Kweli? Mimi sijawahi. Huko waipewanga na wale? No.
Shida ndiye alikuwa anawagawia sasa. Sema tu mimi nimesema ukweli. Baada ni mawili lakini miaka kama 2-3 imepita. After hapo nikasema. Unajua kulewa ni ile ya umelewa. We? So, mmefika wapi? I think you're done. Tumemaliza. So, chakula chetu kiko tayari. Tulianza kupika mchele. Sasa hivi kupika mchele tunao wali. Mombasa inaitwa wali. Sasa ukiwa mbichi si ni mchele. Sasa umeiva sasa ni wali. Si ndio? Hauko vibaya, uko sawa. Najaribu, unajua. Na kwa kizungu Rice. Yenye imepikwa. Haijapikwa. It's a grain. Haijapikwa ni grain. Nilitaka dada wangu ajibu hiyo swali. Unajua, anajua ningepata. Hakuna. Anajua ningepata. Sawa basi ngoja. Angepata. Nataka uniambie nitoje kwa kizungu na nini? Hii kitu hii. This delicious thing here. Hii ni pepper. Pepper gani? Pepper ni pilipili. Kitu aje kwa kizungu. Kwanza niko na kuna zawadi. Hizi ni green pepper. Nyinyi bwana. Aya sawa. Na hii Daniel nitoje kwa kizungu. White pepper. Sashila. Yes. Utafanya vile utafanya. So wewe wetu lazima utumalizie video tuambie kenye umetupikia. Tukue sawa alafu tuambie. So tuambie kenye umetupikia alafu we roll out. Yeah. Tuambie kenye umetupikia alafu we roll out. Wewe tuelezee. Alafu tunakata hapo. Kuna si tunakata hapo. Kukata aje? Yaani si tunamalizia hivyo ama mpaka utapagua, utatuelezea tu kenye umepika, kupagua tutaipagua baadaye. Tuelezee tu. So my darlings, hapa nimeandaa mchele. As you can see, hapa kuna nyama, cabbage. Tumechanganya na viungo, kwa Kiswahili inaitwa viungo. Yeah. Tumechanganya pilipili hoho, tangawizi na kitunguu saumu. So mboga yetu hapa iko ready na chakula yetu iko ready. Ready to serve. So we say thank you. We have been there. Tumekaa kwa kamera sana, ndio? Tumekaa sana. Karibu 1 hour, ndio direct. Haya. So tumesema asante. Almost, ndio? Almost. Mbona unakataka? Almost. So si tumesema thank you whichever time we have been here and this is our sisters channel, ndio? Yeah. Waambie na jitaji. Yeah, so thank you for watching our videos, and my channel name is Cousin Verity Official. Yeah, so kindly subscribe, like, share and comment. So tupata next time. Yeah, so bye bye. Thank you.